Mungu ambaye alikuwa anaabudiwa na Waprotestanti na Katoliki. Waprotestanti, kuna kitabu ambacho kimeandikwa na mchungaji ambaye alikuwa anaitwa James White, ambaye ningetaka nikitafute hapa nikinukuu ili uweze kuelewa, maana ushakapoelewa ground ndio utajua ni maamuzi gani tumefanya, na utapata ya kwamba tunahukumiwa kwa hukumu ya kimwili, lakini tunapohukumiwa katika hukumu ya haki ya Mungu tuko sawa na tuko sahihi kabisa. Sasa nataka niweze kutafuta kitabu ambacho kiliandikwa na mchungaji wakati huo ambaye alikuwa ndiye mume wa Ellen G. White. Alikuwa ni mchungaji, alikuwa anaitwa James White. Kwa hivyo James White ana barua alikuwa ameandika magazeti inaitwa Review of the Herald ya James White, ambaye ningetaka niweze kuisoma uweze kujua ya kwamba wakati huo walipotoka kwenye makanisa ya Kiprotestanti waliwaona Waprotestanti wana makosa. Makosa gani? Nataka nisome hapa. Wacha niitafute tu. Wewe tafuta tu mahali ya kuandika ili wakati mtu atakuuliza pia wewe upate kuinukuu, kuitoa. Hata kama utakuwa umeiandika mahali utaweza kwenda kusema wacha nikaangalie, alafu nitakupea kitabu chenyewe. Inaitwa Review of the Herald ya James White. Anasema makanisa ya Kiprotestanti walitoa mafundisho ya uongo kutoka Katoliki. Na mafundisho ya kwanza waliotoa ni mafundisho ya kusema roho haifi. Yaani hata kama mtu amekufa roho haifi. Alafu wakatoa fundisho lingine la kunyunyizia katika ubatizo. Wananyunyizia maji wakati wa ubatizo. Haya nimeiona. Inasema hivi. Ni Review of the Herald, James White, Review of the Herald, September 12, 1854, page 36. Inasema as fundamental errors we might crash with this conflict Sabbath, counterfeit Sabbath, yani walikuwa na sabato isiyo ya kweli. Other errors which Protestants have brought away from Catholic Church, such as sprinkling for the baptism, the Trinity. Kwa hivyo ina maana ya kwamba hawa Waadventista wa Sabato waliotoka kwa makanisa yao walioipenda, walitoka kwa sababu makanisa yao walichukua mafundisho kutoka kanisa Katoliki wakayaleta kwenye makanisa yao, na si mafundisho ya Biblia, ni mafundisho ya Katoliki. Ya kwanza ni sabato badia, ya pili ni kunyunyizia maji, na ya tatu ni fundisho la nini? La utatu. Sasa kama WCDA hawakukubaliana na Mungu wa utatu katika fundamental principles zao, walikuwa wanaamini nini katika fundamental principles zao? Fundamental principles waliamini hili. Unaweza ukaandika hata kwa Google, ukasearch, ukaandika Seventh Day Adventist fundamental principles. Ukiandika fundamental belief itakuletea present SDA. Lakini ukiandika fundamental principles zinatoka kutoka kwa mwaka wa 1872. Unaona? Lakini sasa tunaongelea SDA ambayo ni ya saa hii. SDA ya saa hii wana fundamental belief, kanuni za imani. Lakini wale wa zamani walikuwa na fundamental principles, walikuwa na misingi ya imani yao. Msingi wa kwanza wa imani yao waliamini hili, that there is one God, kwamba kuna Mungu mmoja. Na wakaamini ya kwamba huyo Mungu mmoja ni nani? A personal spiritual being, the creator of all things. Kwa hivyo waliamini ya kwamba Mungu ni mmoja
na ni mtu mmoja wa kiroho ambaye ameumba vitu vyote. Ili waliunga na kitabu cha Wakorintho wa kwanza 8:6 ambayo inasema kwetu sisi Mungu ni mmoja aliye Baba ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Kwa hivyo msingi wa SDA ya zamani 1872 waliamini ya kwamba Mungu ni ngapi? Ni mmoja. A personal spiritual being, a personal spiritual being. Na wakasema huyo ndiye creator of all things, ndiye muumbaji wa kitu chote. Alafu waliamini hili, wakasema unchangeable. Maneno mengine utaenda kujisomea. Mimi nataka nikupe maneno ambaye ni ya mkutasari. Wanasema huyo Mungu habadiliki, unchangeable, and everywhere present, and everywhere present by his representative, the Holy Spirit. Kwa hivyo hawakuamini ya kwamba Holy Spirit is another being. Waliamini ya kwamba Roho Mtakatifu mahali hapo ni presence ya Mungu huyu mmoja. Hapo everywhere present by his Spirit, by Holy Spirit, hapo everywhere present. Alafu wakaamini that there is one Lord Jesus Christ, the Son of eternal Father, the one by whom God created all things. Kwa hivyo wanaamini ya kwamba Yesu ni mwana pekee wa Mungu, mzaliwa pekee wa Mungu ambaye Mungu aliumba kupitia kwake. Tusomee kitabu cha Waibrania 1:2. Waibrania 1:2 ndipo walijenga hiyo. Sasa nataka nikuonyeshe tofauti ya SDA ambayo iko chini ya mfumo wa General Conference na sisi kama ingekuwa ni sheria inatumika, tunatakikana kuwa tumeshapewa hilo jina SDA tulitumie, maana wao wanalitumia kwa mabavu, wanalitumia kwa mabavu, hawalitumii kwa haki. Saa hii tukakubaliwa, tukawekewa hakimu, alafu tukaweka hoja, wao wanatakikana kuwa wamepewa jina another Catholic organization, hawatakikani kuitwa SDA. Na nitakupa hoja ya kwamba Seventh Day Adventist today wanatakikana kuitwa another Catholic organization Seventh Day. Kwa sababu gani? Nitakuonyesha hapo mbele. Soma tusikie hiyo. Inasema hivi. Inasemaje? Mwisho wa siku hizi. Anasema na sisi katika mwana. Aliyemweka kuwa mlindi wa vyote. Anasema na sisi katika mwana. Mwana ni Yesu Kristo, aliyemweka kuwa mlindi wa yote. Tena kwa yeye, lakini na tena kwa yeye alifanya ulimwengu. Si unaona? Kwa hivyo vile walivyoamini ni hivyo Biblia inasema kwamba Mungu mmoja ni Baba, muumba wa kila kitu. Sio weka Wakorintho wa kwanza 8:6. Naam. Inamtendea hiyo. Alafu akaweka Yesu ni mwanawe ambaye alitumia kuumba. Na imeungwa mkono na Waibrania 1:2 ya Mungu mmoja ikaungwa mkono na Wakorintho wa kwanza 8:6. Kwa hiyo Seventh Day Adventists wa zamani walijenga misingi yao ndani ya Biblia. Lakini kuna kitu moja waliamini. Waliamini ya kwamba makanisa yote ya Jumapili hawawezi kuungana nao. Ni kwa nini hawawezi kuungana nao? Kama wewe sasa ungekuwa sasa umeelewa kile tulichokisoma bereni, ni kwa sababu wao wana mafundisho ya uongo, wametoa Katoliki. Umepata pointi hiyo? Sasa wakaamini hivi. Ngoja nifungue inaitwa fundamental belief ya SDA saa hii. Namba 13 ama namba 12 hapo. Namba 13. Wanasema ya kwamba Universal Church ni makanisa yote yanayomkubali Kristo. Kwa hivyo SDA saa hii wanaamini ya kwamba Universal Church sio kanisa la SDA. Hata ndio mimi na wachanga wanatuambia ati turudi, wakati hata Katoliki wanasema ni kanisa. Si wakati wacha na sisi tukae tena sisi watuite hivyo tu bado. Wanahangaika na sisi ya nini? Wewe wakati wanasema hata Katoliki huko ni kanisa. Kwa sababu ni Universal Church.
Wanasema kwa sababu wanaamini Kristo bado ni kanisa la Kristo. Ndivyo wanaamini leo. Lakini Wasabato wa zamani waliamini makanisa hayo yameasi. Hatuwezi kuungana nao kwa sababu wameasi amri ya Mungu ya ine. Yaani wametumiwa mtu wa kuasi amewadanganya kwa Sabato badia na kuwapotea na wakatumia Danieli 7:25. Danieli 7:25 inasemaje? Huyo atanena maneno kinyume chake aliye juu, atadhoofisha watakatifu wake aliye juu, ataazimu kubadili majira na sheria. Kwa hiyo mtu wa kuasi alibadili sheria. Sheria ya kwanza akabadilisha Sabato kutoka siku ya 7 akapeleka siku ya kwanza ya juu. Kutoka hapo akaanza kuambia watu wakiangalia saa yao ikiandika 7 wanasema ni nini? Moja. Wanasema ni moja. Kwa sababu Mungu akisema 7 wao wanasemaga ni ngapi? Moja. Kwa hiyo Mungu akaweka siku ya 7, wao wakaweka ya ngapi? Ya kwanza. Umeelewa? Kwa hiyo SDA wale wa ukweli wakasema hatuwezi kuungana na hawa watu wanaovunja amri ya Mungu ya ine kwa kudanganywa na upapa. Kwa kudanganywa na upapa. Sasa tuongelee sasa kile walichokiamini. Kwa sababu swali utauliza tu. Una swali gani mtumishi? Hapo kwa hiyo fundamental belief number 13. Mtu anaweza kuuliza hapo inasema the universal church is composed of all who truly believe in Christ. Sasa swali lije, sisi tunamwamini Kristo. Naye hiyo itakuwa imejibiwa na Isaya 4. Isaya 4 mstari wa kwanza inasema wanawake 7 watamshirikilia mtu mume mmoja. Wakisema tutakula chakula chetu, tutavaa mavazi yetu, lakini tuitwe kwa jina la. Sasa hiyo jina Kristo tu ni kutumia, wanatumia tu. Sasa nataka kuniambia sasa Katoliki kwa sababu wanatumia jina la Kristo, wamemwamini Kristo, ni kweli wamemwamini? Sasa hiyo ni hiyo andiko la Isaya 4 linatimia hapo. Sasa quotation nyingine inasema kuna quotation hapa inaitwa the character and the personality. The character and the personality, volume 2, page 559, paragraph 2. Hiyo ni mind, character and personality. Mind, character and personality. Volume 2. 2 MCP. Page 559, paragraph 2. Inasema baadhi ambao hujidai kuwa waaminifu kwa sheria ya Mungu wamejitenga na imani na wamewadhalilisha watu wake katika vumbi, wakiwakailisha kuwa wamoja na watu wa kidunia. Mungu ameliona na kuliandika jambo hili. Wakati umefika ambao kwa gharama yoyote tunapaswa kuchukua msimamo ambao Mungu ametupa. Waadventista